Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Ndio. Uko wapi? Maeneo gani? Atmovoski au uko maeneo ya Urusi? Hapana ndugu yangu mwalimu, Atmovoski huko nilikuwa za polisi ya mwaka juzi. Nilikuwa za polisi, nimekaa za polisi pale, nikaenda Luhansk People's Republic, baadaye nikarudi huko Donetsk People's Republic, baadaye nikaondoka zangu baada ya kuona sasa baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Wenga Music Orchestra, na wazungumzia Wegner, wazee wa kazi ambao wanasema kwamba wao wanapoingia vitani hawahitaji mateka kwa sababu hawana chakula cha kuwalisha mateka. Namkumbuka sana Prigozhin. Nadhani Prigozhin angekuwepo vita vya Urusi na Ukraine vingeshaisha. Sababu moja ya malengo makubwa ya Prigozhin ni peni silaha, ni peni hela ya kutosha. Mimi ndani ya wiki mbili nitakuwa niko ndani ya Kyiv na mimi ndo nitakuwa rais wa Kyiv. Yaani Prigozhin alikuwa na malengo ya kuwa rais wa Ukraine. Sawa. Sasa ndio. Nashukuru kwanza kwa hilo, kwa utangulizi huo. Tumeona namna ambavyo Putin ameendelea kuishambulia Ukraine kwa makombora pamoja na drones. Maana kama usiku wa kuamkia leo tunaambiwa kumekuwa na majeruhi 1450 askari hawa wa Ukraine, ambapo sasa tumeona ni mashambulizi yamekuja kwa nguvu sana, na hili linakuja kutokea wakati ambapo juzi Volodymyr Zelensky alikuwa anapiga kelele akiomba Umoja wa Ulaya wamsaidie mifumo ya ulinzi ya Patriot kwa sababu wako nje yani mifumo hawana tena ya ulinzi. Sasa akasema nyinyi mnafungia store mifumo yenu ya ulinzi huku sisi tunaendelea kuuawa. Na kwenye mkutano uliokuwepo hapo Ankara hapo Uturuki, baadhi ya mataifa walikuwa wanamwambia walikuwa wanaongea, mfano kama waziri wa ulinzi wa Netherlands alikuwa anaongea na Bloomberg akasema kuwa hapa tumefika mwisho, tunahitaji kujilinda. Yani mifumo iliyobaki ni kwa ajili ya kulinda nchi zetu, sio kuendelea kuilinda Ukraine. Na wakati huo tunaona Putin ameendeleza mashambulizi ndani ya Ukraine. Ili wewe unalichukuliaje? Mwalimu, Urusi imepigwa sana. Ndio. Hiyo ni sherehe ya siku moja tu, lakini Urusi imepigwa sana. Na Urusi imeendelea kupigwa. Na mwaka wa 4 sasa, tunaenda mwaka wa 5 tangu vita vianze mwaka 2022 tarehe 24 mwezi wa pili. Ni hasara kubwa sana ambayo imemkumba Vladimir Putin. Na niweke wazi kabisa kwamba sisi ni pro Russia. Sisi ni wafuasi, mashabiki kindaki wa Urusi. Ni wazalendo sisi wa Urusi. Sababu Urusi imetusaidia kupambana dhidi ya manyang'au. Na ilikuwa zamani uchumi wa Afrika ndo wanapigana wao, uchumi wa Afrika unashuka, uchumi wao unapanda. Kwa bahati mbaya sana safari hii wanapigana wao kwa wao, uchumi wa Afrika ueleweke unashuka au unapanda, na uchumi wa Ulaya pia unashuka zaidi. Sasa sisi maklebe vita Urusi, Vladimir Putin amekosa njia mbadala, hana njia nyingine ya kivita. Hana njia nyingine ya kivita Urusi. Njia pekee alikuwa nayo sasa hivi ni makombora tu. Hana njia nyingine. Urusi pekee wao ina njia nyingine ya kivita. Ndio tuone akili mpya hamna tena ndani ya Urusi. Akili ni zile. Unaelewa? Yaani utakumbuka mwalimu aliyekuwa na akili mpya alikuwa ni Eugene Prigozhin peke yake. Ndio alikuwa ni mtu wa kuchakata akili, kufikiri kiundani zaidi. Lakini sasa hivi Urusi hana akili nyingine mpya. Yeye ni makombora mabomu. Lazima uwe na akili mpya. Lazima ubadilishe mchezo. Kama ni ground forces, ingia weka forces. Umeona? Na mwisho wa siku lengo la Umoja wa Ulaya ni kuifanya Urusi isiende mbele kiuchumi. Ikwani kuipunguza kasi kijeshi. Na Vladimir Putin kiongozi mkubwa kabisa ya mfua vyuma, jasusi wa zamani wa KGB wa Mashariki, kiboko ya manyang'au wa magharibi. Tunashangaa kwa nini mpaka sasa hivi bado anambwela. Anatakiwa amalize vita viishe. Tumeshachoka Ukraine mwaka sasa hivi wa 5 Ukraine. Tunaimba nyimbo zile, si makombora, sikapiga Kivu, sikafanyaje, sikatumia Iskanda, sikatumia Fatah, sikatumia Oreshenik, sikatumia makombora gani. Anatakiwa bado mtu abadilishe mbinu ya kivita.
adui ameshamwelewa. Putin nani amuogopi tena Putin? Zelensky. Yaani Zelensky, Putin anaona kama vile ni kiongozi mwenzake. Kama vile ni mtoto mwenzake, kama vile ni mke wake. Hamuogopi tena kabisa, umeona? Kwa hiyo maana ni kwamba ameshazoea makombora, umeona? Na vita vya Urusi pia vimepoteza mwelekeo. Sababu mbinu ni zile zile ambazo hazibadiliki. Na hivi karibuni Zelensky amemwadhibu sana Urusi. Amemwadhibu sana. Yani na ukiniambia swala zima la kwamba sijui wa majeruhi ngapi? Majeruhi ngapi? 1450 kwa usiku mmoja lakini. Wana majeruhi wa nani? Wa upande wa Ukraine. Sasa nikwambia kitu kimoja, zidisha mara 2. Hiyo 1450 zidisha mara 2. Hao ndio majeruhi wa Urusi. Umeona? Hao ndio majeruhi wa Urusi kwa sababu unaambiwa rate ya majeruhi, rate ya japo Urusi ana mafanikio makubwa sana kwenye maeneo mbalimbali kwa Donbas. Maeneo mengi amechukua, umeona? Lakini hata hiyo Patriot ambayo anaiomba Zelensky, ameomba koni hajawahi kupewa. Umeona? Amewahi kupewa nadhani, ili imepigwa vibaya mno. Umeona? Yaseme zimeisha, sio mnazifunja, asema kwamba zile mlizonipa zimeisha ama hazifanyi kazi. Sio, umeelewa? Na ifahamike kwamba mifumo ya ulinzi bora sio Patriot tena. Urusi ya Patriot. Silaha pekee ambayo Zelensky inamsaidia ni drones. Drones ndio zinafanya kazi kwa asilimia kubwa. Makombora yanapanguliwa ndani ya Urusi. Urusi ni mifumo ya ulinzi ambayo ni hatari mno. Umeona? Zile S_300 za zamani zipo. S_400 zipo. S_500 zipo. S_6100 zipo. Mifumo ya ulinzi ya Urusi yanayo. Kwa hiyo Patriot haiwezi kufanya kazi na Urusi. Kwa hiyo mwalimu, mimi hoja yangu kubwa, ukiniambia majeruhi, unaambia majeruhi wa Urusi ndio wengi zaidi. Umeona? Isipokuwa mwezi huu ndio kipindi ambapo Putin atakabidhi miili ya marehemu, tunasemaje? Ni miili ya marehemu 20,000. Au ni marehemu ambao wamekufa wamefia vitani wa Ukraine 20,000 ambao wamehifadhiwa kwenye majokofu wapi kwa muda mrefu, watahifadhiwa wote, watakabidhiwa kwa upande wa Zelensky. Hata tunaambia kwamba idadi ya vifo kwa sasa hivi kati ya Ukraine na upande wa Urusi, maana Urusi wanajeshi wake wamekufa wengi zaidi kuliko Ukraine. Umeona? Na mashambulizi ya juzi haya ambayo yametokea kuniambia 1200 majeruhi, wana ni sawa na mashambulizi ambayo ni makubwa, ni mazito ambayo tujaye kuwashuhudia. Lakini mimi kwangu bado naona Putin anafeli kwa asilimia kubwa. Sioni mabadiliko yote, sioni mbinu mpya, naona mambo ni yale yale tu. Sasa Benson Mwakilembe, sijui wewe unaichukuliaje? Na ifahamike kwamba Umoja wa Ulaya amekubaliana, japo kuna kitu kisa kimoja mwalimu sio kama umesikia, lakini tuweke bayana hapa kwamba Zelensky yuko Ulaya. Ndio. Ni kama kaondoka, alikuwepo Ulaya. Alialikwa kwenye mkutano wa NATO kule. Na lakini kwenye vikao maalum hakuweza kualikwa. Sasa unaenda kwenye vikao vile maalum vinavyohusu Ukraine. Zelensky hakualikwa. Kwenye kupiga picha huku na vikao vya wote alikuwepo na akaelezea shida zake nyingi mbalimbali. Na kwenye vikao maalum aliambiwa asiingie. Zelensky hakuruhusiwa kuhudhuria kwenye vyumba vya maamuzi vyenye vikao maalum ambavyo pia inatakiwa awepo kwa Zelensky kuweza kuingia. Lakini kwa pamoja wote kuanzia Urusi pamoja na Umoja wa Ulaya wote wanamuunga mkono Zelensky katika vita vyake dhidi ya Urusi, na vita endelea. Kwa mimi nadhani Urusi angeamua tuweza ingia mazungumzo ama apeleke ground forces akampindue Zelensky. Lakini kama Zelensky ataendelea kuwa madarakani, basi Urusi hamna sehemu ataenda. Itakuwa ni piga nikupige, piga nikupige, kama vile unavyoona sasa hivi Mashariki ya Kati kati ya Irani pamoja na Marekani. Mwalimu, nikurudishe kidogo nyuma kuhusiana na samani, mada inakuwa inaingiliana hapo katikati, kuhusiana na Benjamin Netanyahu. Punde tu baada ya Marekani kushambulia Irani, unaambiwa na Israel pia ndio walianza pia kuishambulia Lebanon. Nje na makubaliano ambayo walikuwa wamekubaliana kwamba tusimamishe vita, lakini Israeli ameendelea kuvunja yale makubaliano, bali kwamba makubaliano hayo kama Hezbollah hawashirikishi moja kwa moja, isipokuwa wanaoshirikishwa ni serikali ya kisiasa ya Lebanon, lakini sio Hezbollah. Lakini nikumbushe Mwakilembe pia fahamu kwamba ziko taarifa kwamba Israeli alikuwa anaomba, Marekani alikuwa anaiomba Israeli iingilie kati. Yani mashambulizi yalivyoanza, kuna taarifa kwamba Marekani alikuwa anaiomba Israeli iingilie kati dhidi ya Irani.
ni moja ya mada ambayo sikuweza kuizungumza kwa wakati huu, nimeona tu nikuweke wazi. Kwa mashambulizi yakaendelea kuwa mengi zaidi, tegemea kwamba Myahudi ataingia moja kwa moja mazima ndani ya Teherani na kushambulia. Mwalimu, swala la Urusi libaki kuwa ni swala ambalo ni dormant, ambalo limekosewa ufumbuzi, na Urusi anapoteza pesa zake nyingi, nguvu, uchumi unashuka, viwanda vinaharibika, visima vya mafuta vinaharibiwa, yani mambo usalama hakuna. Nadhani itafutwe mbinu nyingine mpya kuliko kuishi kwa mazoea. Vimekuwa ni vita vya mazoea. Haya, kule Crimea, nani anaishi kule Crimea? Crimea ni kisio ambacho kina wakazi 2000 kama sikosei, na sasa hivi drones zinaingia paka Crimea. Wakazi zaidi ya 1800 naambiwa wamekimbia Crimea. Umeona, wamekimbilia Urusi sababu hali ni mbaya. Kwa hiyo ukiniambia kwamba Zelensky watu wameuawa, Urusi pia wanauawa. Ukiniambia Zelensky sijui ameshambuliwa, Urusi pia anashambuliwa. Yaani ni bumper to bumper, piga ni kupige, jino kwa jino. Umeona? Yaani ni jino kwa jino. Kwa hiyo sasa hivi Zelensky na Urusi ni watu ambao yaani uwezi kusema kwamba Zelensky kanapigwa na Urusi pia anapigwa. Tofauti na mwanzo. Umeona? Mwanzo unasikia Zelensky kanapigwa, Zelensky kanapigwa, sasa hivi Zelensky kanapigwa, Urusi inapigwa. Yaani sasa hivi ni piga ni kupige mwalimu. Kwa hiyo vitu vimebalance kwa mazia kama hayo. Tunajua kuwa adui sasa hivi ameshapata nguvu ambaye ni Zelensky, tofauti na mwanzo kama ulivyosema. Mwanzo ilikuwa ni Urusi ndo anaendelea kuipiga Ukraine, kila siku anapiga Ukraine, hivyo iko namna hiyo, tunajua hilo. Lakini nilichokuwa nakiongelea ni kuhusiana sasa na baada ya hayo mashambulizi mengi ya Ukraine ndani ya Urusi, ambayo Urusi anaita ni mashambulizi ya kigaidi na kuua raia. Urusi amekuja na nguvu kubwa sana kwanza kuishambulia Ukraine. Ndio tumeona juzi hapa Volodymyr Zelensky akiomba mifumo ya ulinzi, kwa sababu anasema tumeishiwa hii mifumo. Ndio wamepewa mifumo, ilikuwepo na nini, lakini makombora yamekuwa mengi yanaingia. Ndio hivyo, yani ndio hicho, kwa sababu Zelensky sasa hivi anachoshambulia nacho Urusi si ni drones, sio makombora. Ndio yuko kwenye mpango wa kuzindua makombora ya masafa ya muda mrefu. Nafikiri nimeeleweka mpaka hapo. Sina cha kuongeza, lakini kukumbusha tu kwamba Zelensky ameshambulia Urusi na makombora. Sio mara moja tu. Makombora hayo mifumo ya Taurus ya Ujerumani, mifumo hiyo ya M1_ ya Ufaransa, mifumo hiyo ya Patriots, mifumo ya HIMARS yote. Zelensky amewahi kuishambulia Urusi na makombora. Isipokuwa sasa makombora ni biashara kichaa. Kutumia makombora ni biashara kichaa kwa sababu ni hasara na inaua uchumi wa nchi na gharama ni kubwa. Kwa hiyo tuseme wazi kabisa kwamba drones ndo biashara ya mjini. Mwalimu, mimi niseme wazi, tuwakumbushe wote wadau wetu wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa IBM channel kuwa Mwafrika baba wa na historia ya dunia, kwamba wasisahau kitabu chao cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Ni shilingi 32 pamoja na usafiri, ni ofa hiyo. Bei rasmi ya kitabu ni shilingi 1040. Kitakufikia popote pale ulipo. Wapige 0762155025 762155025. Sisi mwalimu lazima tupo kama tupo. Ya Mungu ni mengi, ya kuku yake manyoya, ya Urusi na Ukraine ni makombora na mabomu. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana.